Hakujua yeye ni nani na kwa nini yuko pale, wala hakujua kuwa dunia nzima imekusanyika kushuhudia kifo chake. Alibaki akicheka na kutabasamu kwa upole, kana kwamba ni mtoto anayeshuhudia sherehe yake ya kuzaliwa. Na kwa mara ya kwanza, mlinzi wa seli za dunia alijikuta akilia. Kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Kijana maskini alisimama mbele wa mtu akiwa na dhamira moja tu ya kurudisha nguvu za Selena. Yote yaliyotokea na yote aliyotenda nimesamehe. Sina nguvu ya kubeba chuki moyoni mwangu. Kilichonileta hapa ni kukuomba uniambie siri ya kurudisha nguvu za Selena, na sio kulipiza kisasi. Kimya kikatanda eneo hilo. Wa mtu alimtazama kijana maskini kwa mshangao, akiuona moyo wake wa huruma na hekima ya hali ya juu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, Kwa nini umetembea umbali mrefu sana kuja hapa? Na umepitia changamoto nyingi sana. Kwa nini umefanya hivyo? Na ikiwa dawa ya kurudisha nguvu za Selena ni rahisi sana, na unayo mwenyewe dawa hiyo. Kijana maskini alikunja uso wake, akionyesha kuwa na swali lililokosa jibu. Sijakuelewa, unamaanisha nini? Dawa ya Selena ninayo? Aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, dawa ya kurudisha nguvu za Selena uko nayo tayari. Tena iko kwenye mikono yako muda huu, na hukupaswa kuteseka kuja huku. Kijana maskini alishangazwa zaidi. Alizungumza kwa taharuki. Mbona sikuelewi wa mtu? Hiyo dawa unayosema iko mikononi mwangu iko wapi? Mbona siioni? Ni nini dawa ya kurudisha nguvu za Selena? Wa mtu hakujibu mara moja. Alinyamaza kwa sekunde chache akimtazama kijana maskini. Kisha akasema neno moja tu. Nai. Kijana maskini alishtuka, macho yake kafunguka kwa mshangao. Nai, yani sijakuelewa. Unamaanisha nini kusema nai? Ndiyo, nai ndio inaweza kurudisha nguvu za Selena. Selena alipozaliwa, sauti ya kwanza aliyowahi kuipenda haikuwa ya kiumbe chochote. Si sauti ya baba wala mama yake, bali ilikuwa sauti ya nai. Baba yake alikuwa akipenda sana kupiga nai, na kila Selena alipolia, sauti ya nai pekee ndio ilikuwa ikiweza kumnyamazisha. Na hata kila alipohisi upweke, sauti hiyo ilimfariji, na kila alipokuwa na hasira, sauti hiyo ilimtuliza. Na ndio maana ile siku alipokusikia wewe kupiga nai, alikufuata kusikiliza, na alisahau hata majukumu yake ya vita. Alisahau kama nguvu na binadamu ni maadui, kwa vile ulipiga nai hiyo kwa ujuzi wa juu zaidi, ujuzi ambao hata baba yake hakuwahi kuufikia. Ndio maana alikuja kwako, sio kwa sababu ya macho yako, sio kwa sababu ya maneno yako, bali kwa sababu uliigusa roho yake. Mlio wa nai yako ulikaa ndani ya akili yake, na mlio huo ndio utakaoamsha kumbukumbu zake, ndio utakaorudisha roho yake, ndio utakaorudisha nguvu zake.
Ukimya ulitanda eneo hilo. Kijana maskini alibaki ameshikwa na mshangao. Alijua angeambiwa masharti magumu na mazito ya kurudisha nguvu za Selena, lakini kitu ambacho alikiona cha kawaida, kumbe ndio silaha ya kumwokoa mwanamke wa maisha yake. Lakini kabla kijana maskini hajazungumza chochote, uso wa mtu ulianza kubadilika. Macho yake yakaanza kuangaza kwa nguvu, kana kwamba anaiona Roma. Ndipo sauti yake ikabadilika, akionyesha hofu. Natakiwa uende Roma sasa hivi. Kwa nini? Ninaona kinachoendelea Roma. Zimebaki dakika 10 tu. Dakika 10 kabla nywele za Selena hazijakatwa. Tayari Kaisari ameshika kisu. Wanafanya tambiko la mwisho ili aanze kukata nywele za Selena. Maneno hayo yalimpiga kijana maskini kama radi. Moyo wake ukasimama kwa sekunde kadhaa, kisha alizungumza kwa hofu. Dakika 10? Unamaanisha nini kusema dakika 10? Si unajua kufika hapa imenichukua siku nzima. Nitafikaje Roma ndani ya dakika 10? Hofu ilirudi kwenye moyo wa kijana maskini. Tena safari hii ilikuwa mbaya zaidi, kwa sababu alikuwa karibu kushinda, lakini muda ulikuwa unamshinda. Zimebaki dakika 10. Wa mtu alimtazama kijana maskini kwa huruma. Hata yeye alikata tamaa. Titus alikuwa bado yuko pale alipofungwa na Kaisari, akisubiri kifo chake, pale tu zoezi la kukata nywele za Selena likikamilika. Jasho lilikuwa likimtiririka kwenye uso wake uliojaa maumivu. Kwa sekunde chache hakuzungumza wala kusogea. Alikumbuka ile siku Nelo alivyomwambia maneno ya unabii. Baada ya kumaliza kumbukumbu hiyo, Titus alitazama mikono yake iliyofungwa minyororo. Kisha alizungumza kwa huzuni. Nelo, hakika unabii wako ulikuwa wa uongo. Titus hakuona maana ya unabii huo. Aliona hakukuwa na mlango wowote wa ukweli ndani ya maneno hayo, kwa vile alikuwa kwenye nchi iliyozungukwa na maelfu ya majeshi ya Kaisari, na yeye Titus alikuwa mmoja tu, tena akiwa amefungwa minyororo. Habari. Simulizi hii itaanza hivi karibuni. Usikose kutazama. Naume, Mungu anawaona. Uwanja wa Roma ulikuwa na ukimya mzito. Kaisari alikuwa akizichezea nywele za Selena kwa madaa, akiwa tayari kuzikata. Bibi Giza alikuwa amesimama katikati ya uwanja, akitazama tukio hilo kwa tabasamu la ushindi. Sasa alikuwa ameshapewa cheo cha kuwa mganga mkuu wa Roma, na heshima yake alikuwa akitafuta kwa miaka aliipata. Sasa Kaisari aliinua kisu juu, akiwa tayari kukata nywele za Selena. Uwanja mzima ulibaki kimya, kila mtu akimakinika na tukio hilo. Kisu kikaanza kushuka taratibu kuelekea kwenye nywele za Selena. Sekunde zikawa milele. Kila mtu moyo wake ulikuwa ukimdunda kushuhudia tukio hilo. Kisu hicho kilipogusa tu nywele za Selena, mlio wa naye ulisikika kutoka angani. Watu wote sasa walimtambua kuwa huyu ndiye yule kijana maskini aliyependwa na nguvu Selena.
mtu alibaki amepigwa na butwaa akimshangaa kijana maskini, haswa baada ya kumwona juu ya mgongo wa dragon hatari kuliko kiumbe chochote duniani. Kila mtu alibaki na swali, imewezekanaje hii? Amewezaje kijana huyo maskini mwenye ngozi nyeusi asiye raia wa Roma kumiliki dragon ambaye Kaisari na jeshi lake walishindwa? Msikilizaji wangu, wacha nikwambie siri iliyomfanya kijana maskini awe na nguvu za kupambana na simba, siri ya kusujudiwa na dragon, hata kuweza kumpa amri ya kumleta Roma kwa haraka, na dragon akatii amri hiyo. Kwa karne nyingi, ndani ya nchi ya Zelinda, chini kabisa kina cha bahari, mahali ambapo hata mwanga wa jua ulifika ukiwa umechoka, kulikuwa na siri ya siri kuu, siri ambayo haikufichwa chini ya miamba wala kwenye mapango ya giza, bali ilifichwa ndani ya damu ya nguva wote wa Zelinda. Siri hiyo ilimhusu nguva Selena. Ukiachana na kuwa na nywele zenye uwezo wa kumfanya binadamu aishi milele, Selena alikuwa na sehemu nyingine yenye nguvu, sehemu ambayo hakuna nguvu wa Zelinda alidiliki kuizungumza kwa sauti. Waliogopa binadamu wasisikie, maana wangeongeza mawindo kwa Selena mara 2 ya yale ya kusaka nywele zake. Sehemu hiyo ingine haikuwa na nguvu za kuishi milele, bali nguvu ya kusukuma mlima bila kuugusa. Nguvu ya kuinua dunia hadi mawinguni na kuisimamisha, kisha kuiachia ianguke na kuvunjika vipande vipande. Ndio maana hakuna hata nguvu moja alidiliki kuzungumza jambo hilo kwa sauti, kwa sababu alijua siri hiyo ikiingia kwenye masikio ya binadamu isingebaki kuwa siri tena, bali ingekuwa lengo. To Caesar, to Rome, and to victory. Mlango huo wa nguvu ulikuwa kwenye mlango wa bikira ya Selena. Hivyo kitendo cha kijana maskini kuitoa bikira ya Selena hakikuwa kitendo cha kawaida. Ilikuwa tendo la kiroho, kusafiri kwa nguvu kutoka kwenye mwili mmoja kwenda kwenye mwili mwingine. Uume wa kijana maskini ulipogusa damu ya bikira ya nguva Selena, nguvu hiyo ikasafiri kupitia tundu la uume hadi kwenye mwili wa kijana maskini. Bikira ya Selena haikuwa bikira ya kawaida. Ni mlango wa nguvu ya bahari, ni muhuri wa nguvu zake, na muhuri huo unapovunjwa na mwanaume yoyote yule, nusu ya nguvu za Selena zinaenda kwa aliyevunja muhuri huo. Na ndiyo maana nguvu wa Zelinda walikaa kimya, walilinda siri hiyo kwa hofu. Walimlinda Selena kwa nguvu zao zote, na hadi ikapelekea waweke sheria kali zaidi ya sheria zote. Nguvu yoyote hatakiwi kupendana na binadamu. Hawa hawakuogopa mapenzi, waliogopa kile mapenzi yanaweza kufungua. Mlio naye uliendelea kuenea angani, ukikatiza upepo wa Roma kwa nguvu na kusikika kwa kila nafsi iliyokuwepo ndani ya uwanja. Na hatimaye sauti ya hiyo ilifika masikioni mwa Selena. Aliyafumba macho yake. Kumbukumbu hizo zikaanza kurudi taratibu. Alijiona alivyokuwa mdogo akiogelea Zelinda. Alijiona alivyokuwa binti. Aliona binadamu alipovamia Zelinda. Mapenzi yake na kijana maskini. Yeye na kijana maskini walipokamatwa na jeshi la Kaisari. Aliona safari yote kijana maskini alivyopambana kurudisha nguvu zake. Selena baada ya kumaliza kumbukumbu hizo
Alifungua macho yake taratibu, kisha alitazama inapotokea sauti ya Nai, na hatimaye mapenzi kati ya bahari na nchi kavu yalikutana macho kwa uso. Kijana masikini, wewe si jina tu kwenye midomo yangu, ni pumzi ninayoivuta bila kufikiri. Ni utulivu wa moyo wangu unapochoka, ni mahali ambapo roho yangu hupumzika. Wewe dunia yangu mpya, kama kupenda ni makosa, Mungu azilinda, nisamehe. Sambesa yolela, yolela, eke. Sambesa yolela, yolela, boribo. Uwanjani kuna ndege ametua, eke. Haikosi kuna wangu wa ubani, boribo. Wewe ndio sababu ninatamani kesho, wewe ndio maana ya leo yangu. Na hata kama dunia itabadilika, moyo wangu hautabadilika juu yako. Moyo wangu unalia kwa upendo. Sambesa yolela, yolela, eke. Sambesa yolela, yolela, boribo. Uwanjani kuna ndege ametua, eke. Haikosi kuna wangu wa ubani, boribo. Wewe dunia yangu mpya, nakupenda sana kijana masikini, Habari. Huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.